executed the mandate to make sure that the constitution is followed. Ya kuwa sheria itafuatwa na kila mtu, hata ikuwe wewe ni deputy governor, maneno ya ufisadi, maneno ya corruption. Pale kwa Senate tungeona vizuri vile ambavyo tulikuwa tunaangalia ile maneno ya impeachment. Sana sana haikui ati ni maneno ya nani amesema hivi ama vile. We focus on the evidence, we focus on the facts, na pale kazi yetu kama waseneta ni kuangalia kuwa sheria ilifuatwa mpaka mwisho. So ile impeachment ya Honorable Monda haikuwa kwa sababu ya maneno ya omonyaribari ama omobasi. Ilikuwa kwa sababu ya maneno ya ufisadi, dealing with corruption, na haswa kunyanyasa wale youth wetu ambao huwa tunasema kama leaders tunasimama kuangalia kuwa haki za wale youth zinaangaliwa. Kwa hivyo mimi I want to say that hata nikisimama pale mlinisikia vile ambavyo nilikuwa naongea, mlisikia zile maswali ambazo nilikuwa naulizwa ndio tuweze kupata haswa shida ilikuwa wapi. And what I can tell you, the evidence was damning. Everything was tabled to showcase the basis of an impeachment, and the issue there of abuse of office came out really strong. The issue of corruption came out really strong, na ikafika kuwa kama mimi ningekuwa na kura, ningepiga kura kusema Honorable Monda aende nyumbani kwa sababu ya ile evidence ambayo ilikuwa pale. Lakini mimi sikukuwa na kura, kwa hivyo nilitumia ile duty yangu kama nominated kuongea na kuweza kuwakilisha wale ambao hawana sauti. Nikatumia sauti yangu kuuliza maswali and to make sure that the facts and the evidence were tabled by those who wanted to impeach him. Amangana ya impeachment, and this is what I would like to tell abantu watu wetu Gusii, it is not about the politics. Omanyete, if you come to Senate to impeach someone because you do not support their political ambition, that is not a ground for impeachment. Grounds for impeachment huwa zimewekwa pale. Kwa hivyo kuniuliza kama itabadilisha pale siasa ya Kisii, siwezi kusema. Lakini kitu ambayo najua imebadilisha ni kuwa viongozi kutoka Kisii have now been put on notice. Kumaanisha kama ulikuwa unafanya siasa ya ufisadi, siasa ya fujo, siasa ya kunyanyasa youth, your time is up. Ile siasa si tunataka kama watu wa Kisii County ni siasa ya issue based. Kwa hivyo naweza kusema labda imebadilisha, kwa sababu sasa unajua kama utasimama mahali kuitisha kiti, ujue pia tutakuangalia chapter 6 of integrity, tutakuangalia maneno ya fisadi, tutakuangalia maneno ya vile ambavyo unaweza kukaa na watu including your family. Kwa sababu unajua pale ile issues za Monda zilikuja, pia familia ikaja ikaleta issues. Lakini impeachment haikuwa kwa sababu familia yake ilikuwa wanapigana na familia yake. Impeachment, wale ambao waliweka kura na kuambia na kuhakikishia kuwa haikuwa maneno ya familia. Waliweka kura kwa maneno ya basis of corruption na abuse of office. Na hivyo ndivyo Honorable Monda alienda nyumbani. As per the constitution, Honorable Monda has the right, if he feels that the Senate did not do a proper job, he has the right to appeal, to go to court. Na angaliwe pale pia wataangalie basis of impeachment. Lakini mimi nakwambia kwa hakika kabisa, wale ambao waliweka kura, na mimi nimekuambia kama ningekuwa na kura yangu haingekuwa kwa sababu ya yule ndugu yake ambaye alikuja pale kusema kuwa Honorable Monda ni mtu mbaya. Hapana, that is not a ground for impeachment. Lakini the ground for impeachment ni ya kuwa kuna pesa 100,000 ambaye ilitumwa kwa managing director, hongo ya kuweza kupatia yule kijana kazi. That is corruption. That is a ground of impeachment. Ukiangalia maneno ya abuse of office, na mimi nikiangalia haswa kama ile maneno ya yeye kuita polisi wengi wakuje kunyanyasa watu nyumbani, na ukiangalia vizuri hata shamba haikukuwa yake. That is an abuse of office. Pale kuna grounds ambazo tukifuata katika kisheria ndio watu walipiga ile kura.
Kwa hivyo yeye akiona ya kuwa alinyanyaswa na Senate ya Kenya, basi anaweza enda kotini, lakini I can tell you one thing is for sure. The facts and the evidence that were tabled in the Senate actually made it very clear that Honorable Monda needed to be impeached, that he abused the office, and he participated in matters that are outright forms of corruption. If you look at the cases zile zilikuwa hapo awali, ukiona wale magavana ambao, for instance, Sonko alikataa kuweka deputy governor, uliona ambavyo hiyo maneno iliende kasambaratika mpaka tukaletewa NMS at one point. It is imperative, and I think it is within the law, that within 14 days that he nominates a deputy governor. Monda ametoka Nyaribari, na kuna watu ambao wanasema kuwa kama hii kiti imenyanganywa kutoka kwetu Nyaribari, lazima irudi kwetu Nyaribari. Lakini the governor has a right to pick a deputy from any constituency of Kisii County. Akitaka anaweza kwenda kuangalia huko Bogetutu, akitaka anaweza kwenda kuangalia anywhere in Kisii County. Sitaki kuongea watu wafikirie labda niko na candidate. Hakuna, mimi sina candidate. Lakini mimi ningependa kumwambia governor akiweza, kwa sababu unajua mimi nasukuma maneno ya 2/3 gender. Akiweza, na kama kuna wale wa mama ambao wamejitokeza kisiasa, akiweza kupata mama ambaye ako na qualifications, na wakikaa hivi vizuri pale Kisii County, ni mtu ambaye anaona anaweza kufanya kazi ile ya deputy governor, I would encourage Governor Simba Arati aweze kuweka mama pale aweze kumsaidia, kwa sababu tumejaribu mwanaume na tumeona vile ambavyo mwanaume amefanya kazi. Kwa hivyo hata wamama saizi wanaitisha labda tupewe hiyo chance. Kama ni mama atatoa Nyaribari, sawa kabisa. Kama ni mama atatoa huko Bomachoge, sawa kabisa. Hata hiyo Bobasi ikiwezekana, ni vile ambavyo tu unajua sasa representation haiwezi kutoka Bobasi. Lakini kama angeweza kupata mama, mimi ningefurahi sana kuona kuwa ni mama ameenda kumsaidia pale kuwa deputy governor. Unajua Kisii hatuna uongozi wa mama. Other than the women rep na one MCA and a few nominated, lazima tutafute viongozi ambao sasa watajaribu kuonyesha kuwa wamama kama wa Kisii into we can actually, you know, tukipewa hizo viti tunafanya kazi. Si unaona mimi nimepewa kiti ya Senate, nafanya kazi yangu vilivyo. Kwa hivyo naona tukipea mama pale kama deputy governor, anaweza kufanya kazi. Na kuna wamama wengi huko Kisii County, wanasiasa, wamejaribu, wamejitokeza. Ningependa kuomba vijana ambao wako hapo nje. Ndio najua ni ngumu. Kuna haso watu wanatafuta kazi juu chini. Na najua kuna watu wengi, kuna viongozi wengi ambao wanafanya vibaya. Hiyo maneno ya kuitisha pesa, leta pesa kwanza nione nitakuweka wapi. I would like to ask the youth, tafadhali, kitu ya kwanza, ndio hata kama umenyanyaswa, umefikisha chini, tafuta namna ambao utaweza kuongelesha viongozi wengine kama sisi ambao kama ni kazi tunatafuta ama tunaweza kusaidia. Kazi ambazo zile hii serikali ya Kenya Kwanza imeleta ni nyingi. Mtu asikuitishe pesa, tafadhali. Hiyo ni message yangu, kwa sababu unajua kuna zile kazi saizi za Saudi Arabia, kuna kazi zingine unaona hii serikali imeweka, unaenda tu unapatiana, especially the nurses, kama uko na makaratasi unachukuliwa. Mahali ambapo unapata kiongozi anakuitisha pesa, tafadhali na waomba msiingie katika hiyo trap, kwa sababu unaona vile ule kijana alifanyiwa na pesa yake, all his livelihood ikachukuliwa. Kwa hivyo please, Abarai, I'm begging you, the moment we also refuse, tukatae kabisa kutumika na kutoa hongo, ndio tutapata hii maneno ya ufisadi. We are dealing with it in a proper way. Otherwise, najua shida iko nyingi, na hiyo ndio hii serikali inajaribu kutatua hiyo shida ya maneno ya kazi. But I would not encourage anyone to go and remove a bribe just to get a job.